nafsi wa nafsakum bitaqwa Allah. Ndugu zangu waamini, ninahusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu kuhusu swala zima la kuwajibika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Tukiwa tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na tukiwa tuko katika kumi la mwisho, kumi hili ndilo kumi la kufanya ibada kwa wingi na kuomba maghfira, maana hatujui ikiwa Ramadhani ijayo tutaipata tena. Basi inapasa tuzidishe ibada kwa wingi. Na darasa iliyopita tulizungumzia dua bora katika usiku wenye cheo na tuliimaliza. Leo tutaingia darasa nyingine inayozungumzia kuhusu mwenye kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na maana kumi hili huzungumzwa sana kuhusu kutoa zakatul fitri, lakini mimi nitazungumzia mwenye kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ni mada ambazo zote zinahusiana, lakini kabla hatujaingia katika darasa hiyo, tutaingia kidogo katika suratul Laili ili tuweze kupata faida, kisha inshallah kadri hutuba inavyoendelea ndio tutapata faida lile lengo ambalo tunalikusudia. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama umiru, na wala hamkuamrishwa nyinyi wanadamu, illa liya'budullaha, msiabudu vitu vingine vyovyote isipokuwa muabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hiyo tumeumbwa hapa duniani kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Mtu akiwa ataabudu kinyume kitu ambacho si Mwenyezi Mungu, basi atakuwa yuko katika hasara. Ndio hapa tukaambiwa tumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na tufate katika yale ambayo ametuamrisha, na vile vile tukatae yale ambayo ametukataza. Na kinyume cha hiki, yule mwenye kupinga ilu ilahi ni yule ambaye ataamua yeye, acha mimi niwe mbali na mambo ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema, faman ihtada, yoyote ambaye ataamua kuongoka, fa innama yahtadi li nafsi, hakika huyo atakuwa ameamua kuongoka kwa ajili ya kuifaidisha nafsi yake. Ukisema acha mimi nifanye mazuri, utakuwa unaitendea nafsi yako. Waman dhalla, na yule ambaye ataamua kupotoka, fa innama yadhillu alaiha, hakika huyo naye atakuwa ameamua kupotoka kwa ajili ya kuidhulumu nafsi yake. Wama rabbuka bidhallami lilabid, lakini Mwenyezi Mungu hakuwa ni mwenye kudhulumu waja wake. Lolote ambalo utalitenda, lolote ambalo utalifanya, Mwenyezi Mungu atakwenda atakulipa na hilo, na hata kudhulumu. Bimaana yeye tayari mwenyewe ameharamisha dhulma katika nafsi yake na akaifanya kwetu sisi ni haramu. Kwa hiyo ikiwa mwanadamu utaamua kufanya maovu, utakuwa unaidhulumu nafsi yako. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, na yote ambaye atafanya wema hata kama ni mwingi au ni kidogo kama cheche ya moto, Mwenyezi Mungu atakwenda atamlipa na wema huo. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na yote ambaye atafanya maovu hata kama vile vile ni kama mdudu chungu, Mwenyezi Mungu atakwenda atamlipa na uovu huo. Imana yeye hadhulumu. Ndio pale tukaambiwa tumwabudu yeye peke yake na tusiabudu vingine vyovyote vile. Kwa hiyo wa idha kana almulku alhayataini, na itakapokuwa uhai wa mwanadamu ni wa mara mbili, ina maana ni duniani na vile vile kuna akhera, basi kana adijum, uhai huu walladhi yajibu ittiba'ihi, inapaswa ufate kisawasawa. Mtu afanye ibada kisawasawa na muogope Mwenyezi Mungu, kwa sababu walianna almalikun, hakika yule mwenye kuangalia matendo ya mwanadamu ni mwenye kuona. Kwa hiyo ndio pale sisi kadri vile tunazubaa siku zinakwenda, na Mwenyezi Mungu yeye akikadiria ashakadiria, ndio pale inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhiratu walula. Wanadamu wao wanazidi kujisahau, lakini Mwenyezi Mungu akishakadiria mtu atajisahau, leo anaondoka katika ulimwengu, na
kadri penye tunavyojisahau ndio siku nazo zinakwenda, na huko yaumul kiyama, siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu atakusanya watu, atawauliza limanil mulku al-yawma, ni nani mfalme wenu wa leo hii siku? Watu watasimama zaidi ya miaka na miaka, wengine watakunywa majasho yao, wengine yatawafikia shingoni, na wengine watakuwa wanayaoga kwa sababu ya yale matendo ambao walikuwa wakiyafanya. Basi la mujibun, hakuna atakayejibu, fayajibu subhanahu dhata wa Mwenyezi Mungu ndio atajibu swali hilo, atasema Almulku al-yawma lillahi al-wahid al-qahhar, mfalme wa hii leo siku basi ni Mwenyezi Mungu peke yake. Siku hiyo wanadamu watashikwana haya kwa kila mtu atakuwa na tendo lake ambalo alilotenda, watainamishwa chini vichwa vyao, watasema kweli Mwenyezi Mungu ndio mfalme wa hii leo siku. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa kuwa anatupenda, kwa kuwa anatutahadharisha kwa kwamba tumwabudu yeye, ametuletea Qur'ani na vile vile akatuletea mitume ili waweze kutuonya na tujue adhabu iko. Ndio pale tukaambiwa tujiandae na mapema, hususan hili kumi la mwisho. Ikiwa mtu akisimama usiku afanye msamaha kwa wingi, kwa sababu ule msamaha wake ndio ambao utakwenda utamuokoa. Ndio pale Mwenyezi Mungu akasema faandartukum, na watahadharisheni nyinyi waja wangu, naran, na moto ambao talabba, ni wenye kubambua ngozi za wale ambao wanafanya mabaya. Moto huo la yaslaha, hatoingia mtu yoyote illa ashqa, isipokuwa yule ambaye ni mwovu, ambaye amefanya mabaya. Sasa alladhi, ambaye kwamba kadhaba wa tawalla, amekadhabisha kisha ule uongo akaufanya kwa kwamba yeye ameipenda dunia, hataki mambo ya akhera. Basi tizama, Mwenyezi Mungu ametuumba kisha anatuambia faandartukum naran talabba, na tahadharisheni nyinyi viumbe wangu na moto ambao talabba, ni wenye kubabua. Basi aya hii ni rahmatina, ni kwa ajili ya huruma kwetu sisi kwa Mwenyezi Mungu, bikum, kwenu nyinyi viumbe, limaswalihukum, kwa mambo ambayo yatawapeni maslaha nyinyi. Bimaana Mwenyezi Mungu ametuumba na akatuambia kwa kwamba na tahadharisheni na moto, na vile vile mmeamrishwa nyinyi mumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake. Tizama Mwenyezi Mungu vyenye anatupenda. Kwa hiyo mambo haya asdabna ilaikum huda, Mwenyezi Mungu anataka mja wake awe ni mwenye kuongoka, bimaana anamtahadharisha na mapema, hataki kwenda mja akaingie katika hila yake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yeye wakati wote anaweza akakadiria na ukaenda kwake, na ukienda huko huwa inataka maandalizi. Ndio pale kwa kuwa anatupenda akasema faandartukum, na watahadharisheni nyinyi na mapema mzidi kufanya ibada, na watahadharisheni naran, na moto talabba, ambao ni wenye kubabua ngozi za wanadamu. Moto ambao tadunu man adbara wa tawalla, utamuita yule ambaye amekadhabisha utawala wa Mwenyezi Mungu, wa jamaa, na vile vile akakusanya mali, faawana, akawa na kiburi katika mali zile alizompa. Kwa hiyo aya hii ni rahmatina, ni kwa ajili ya huruma kwetu sisi na Mwenyezi Mungu. Na wapo ambao hawataki kufuata mwelekeo ambao Mwenyezi Mungu ameamrisha, wamemkadhabisha mtume na vile vile wamekadhabisha katika haya mambo ambayo tumeamrishwa. Wapo ambao wanasema ma anzala arrahmanu min shay'in antum illa takdhibun, hakuna kitu ambacho kinaitwa mitume isipokuwa nyinyi ni waongo. Basi Mwenyezi Mungu watu kama hawa anawatahadharisha na moto ambao tantahibu, ni wenye kubabua, yuadhabu fiha, utaadhibiwa kwa wale man kadhaba rasula, wale ambao wamemkadhibisha mtume, fima jaa bihi an rabbihim min alayati, katika yale ambao amekuja nayo mtume kutoka kwa aya za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo watu hawa wanatahadharishwa na mapema. Vile vile wasayujannabu wal ashqa, na ataepukana na moto yule ambaye ni mcha Mungu, alladhi, ambaye kwamba yuti malahu yatazaka, atakuwa anapeana mali yake kwa ajili yeye
ya nafsi yake kuwa imeridhika, anatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hiki kifungu hiki ndicho ambacho tutakiendeleza kesho, na ndipo pale ndio tutapata maudhui sahihi kuhusu kutoa kwa ajili mwenye kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na vile vile kifungu hiki tutakiungana vile vile na zakatul fitri. Leo inshallah tutakomea hapa, kesho tutaendelea kwa ajili muda kidogo, watu wanapaswa wasali tarawih. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una alhasana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.